Na pia tunaombea rais angangane. Na sisi tumesema pia kama Joma alimaliza yake yote mpaka akakufa, kwani iko shida wapi? Moi naye akaendelea mpaka hata akamaliza 24 extra mpaka excess mpaka ya majuku, kwani iko shida wapi? Uhuru walikuja akamaliza yake 10, Kibaki akamaliza yake 10, na hata ukiuliza kazi yenye walifanya zero. Kwani kuna nani alifanya kazi ya maana sana? Moi 24 years alifanya kazi gani ya maana? Ama Kibaki labda kidogo alijaribu hii mabarabara kidogo. Uhuru huyu aliambiwa ajenge airport hapa Narok ya wazungu kuja hapa. Akapeleka airport kwake. Shamba alinunua huko Kilgoni. Hata tumezima hiyo airport, tumesema hatuwezi jenga airport kwa shamba ya mtu. Ndio mtu awe akisafirisha meno ya ndovu ama gold ati kutoka hiyo airport naenda ngambo. Sisi tulikataa. Na rais hii kupitia governor ametuletea international airport hapa Narok. For the first time in history, international airport. Yenye mandege badala ya kukuja Wilson, badala ya wazungu kupiga JKIA na kuenda Wilson na kuenda Mara, wanakuja direct kutoka JKIA wanalanda hapa, wanaconnect hapa. Alafu governor, hiyo airport ikikuwa funga mandege yote isiwahi kanyaga Mara kama Tanzania. Kwa nini mandege iende Mara? Mandege ikuje Narok, vijana hao wetu wote wanunue magari ya kusafirisha wazungu kutoka Narok mpaka huko ndani. Hii mabonyenye yenye wanakuja wanalandisha mandege huko Mara, sijui Orikiombo, sijui Kichwa Tembo, sijui Engerende. Hiyo wananyima hao vijana wetu biashara. Kwa hivyo hii hapo tikikuwa mandege ilanda hapo, finya hii mandege, funga hiyo maya stream yote yuko Mara. Mandege yote ilanda Narok, vijana hao wetu wanunue magari wapeleke wazungu huko. Hiyo ndio tutapata biashara. Na sisi pia tujenge mahoteli. Hii Narok mashamba imejaa hapo, hiyo area hiyo. Sisi tujenge mahoteli. Wazungu wakuja walale hapo, asubuhi waingie huko. Sasa hivi mko na mahoteli. Mahoteli iko Narok iko. Si mingi imefungwa kwa sababu hakuna wateja. Lakini hii hapo zikikuwa sawa, watoto wetu watajenga mahoteli hapo, watoto wetu wataajiriwa, kuna kazi mingi tutapata. Na hiyo ni kazi ya Gavana Patrick Ole Ntutu na William Samoei Ruto. Alafu mtu anatuambia ati tano. Ati one time. Hiyo one time, hiyo kitu one time hiyo itakuja kula watu wengine. Sio Rais William Ruto, sio Patrick Ole Ntutu. Lazima Patrick amalize yake 10, rais naye pia amalize yake ngapi? 10. Na mwaje kusikia maneno ya wakora ati nini. Hawana makelele. Ilikuwa ile kitu tumeomba rais pia naye, na hata tumeuliza mtoto akienda shule unapima akiwa form 2 ama unapima akiwa form 4? Sini form 4. Mtoto akiingia university unapima akiwa second year ama third year? Unangojea mtoto mpaka amalize form 4 afanye mtihani itoke ijulikane kama amepita hajapita. Kwa hivyo basi huwezi fanyisha mtihani saa hii ati Ntutu amefanya nini? Ni mwaka 2. Na hata wale watu wanauliza ni kama mimi mwenye niko na jukumu pia kufanya kazi. Tupee mtu afanye kazi yake amalize. Rais mwenyewe pia ako form 3 saa hii. Kwani unataka kupima mtoto ya form 3? Wacha yeye amalize form 4, afanye mtihani, tuone kama amepita mtihani, aende university ama namna gani? Hiyo ndio mambo tunataka kufanya. Kwa hivyo anataka watu ya Narok wasibabaishwe na wanasiasa. Gavana anafanya kazi, wewe pambana na kazi. Tumesikia pia umeenda kuleta mahali ya kuchinja ng'ombe hapa na ngozi yote ipelekwe itengeneze viatu ya nchi hii. Gavana, hiyo ni kazi mzuri. Mimi last year nilipoteza ng'ombe 300 kwa sababu ya kiangazi. Kama hiyo Abotua ingekuwa hapa, mimi ningeleza hiyo ng'ombe yangu, hata sio kuuza nyama, lakini kuja kuchinjwa ndio ngozi ipatikane, uzwe ng'ambo ama viatu itengenezwe hapo. Lakini kwa sababu hatukuwa nayo, ng'ombe yangu ilikufa, ng'ombe ya watu wengi sana hapa ilikufa, hata ya Kajiado ilikufa. Kwa hivyo gavana, venye pia tumesikia kwamba unafanya na rais kutuletea Abotua ya kujenga ya kuchinja ng'ombe hapa, tunakushukuru na tunakupea nafasi fanya hiyo kazi.